Tazama, haya mambo matatu muhimu sana yanatakiwa uyatumie kila siku kwenye maisha yako unapotaka kufika katika hatima yako. Angalia anayekaa kukufundisha kwa kufikia hatima yako ni nani, amekaa hapo, nani anayekuonyesha njia, kwa sababu shetani pia naye anapojua umebeba maono fulani ni rahisi sana kukutengenezea njia isiyofaa. Ukadhani ni njia au ni mlango umefunguka kwa ajili yako kufikia hatima yako, kumbe ni shetani amekutengenezea ili usipate kuweza kufika katika hatima ambayo Mungu amekusudia upate kuweza kufika. Haya ni mambo matatu nitaka uyatazame. Nitaka uyatazame haya mambo matatu, lakini ukija ukasogea mbele kidogo, nitaka nikupe sababu angalau sababu mbili hivi ambazo zinasema sababu zinazowafanya watu wengi hasa wasishindwe kufika katika hatima waliokuwa nayo. Nimekumbuka nimekuanza mwanzo wakati tumeanza katika ile somo nimekufundisha kwa habari ya umuhimu wa kujazwa upako wa Roho Mtakatifu. Umuhimu wa kujaza upako wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kufika kwenye hatima au kwa ajili ya kesho yako, kwenye ile kesho yako ambayo Mungu alikuwa amekutengenezea upate kuweza kuifikia. Kwa kuna mambo matatu hasa ambayo watu wengi huwa yanawakabili, wanashindwa kufika kwenye hatima zao. Na jambo la kwanza ninasema hivi, ni kujitazama namna tulivyo sasa na tunapotakiwa kufika bila kutazama ahadi ya yeye anayetupeleka kuifikia ile kesho ambayo tunataka tuweze kufika. Nasema hivi, ni kujitazama jinsi tunavyojitazama kwa namna tulivyo sasa na tunapotakiwa kuweza kufika bila kutazama ahadi ya yeye anayetupeleka kule tunakotakiwa kuweza kufika. Naam. Okay, unapotazama kwa habari ya kesho yako, na unapoanza kuilinganisha kwa jinsi ulivyo sasa, unapojilinganisha kwa namna jinsi ulivyo sasa, watu wengi wanaweza kujitazama akasema amna, hii kesho ambayo ninaitazama ninaona kama ni kitu ambacho ni kitu kama si halisia. Kwa sababu gani? Anajitazama namna jinsi alivyo, na kwa habari ya kesho pengine Mungu ameshamwambia, ameshamsemesha kwamba bwana, kesho yako ni ile pale, lakini ninakutengeneza hapa katikati, natakiwa utengeneze na utafika katika ile kesho yako. Utafikaje? Watu wengi huwa wanakata tamaa, wanasema hamna, ndani yangu sio. Anapojitazama namna nilivyotazama, pengine anatazama background yake, anatazama familia iliyotokea, anaona sikustahili, siwezi stahili kuweza kufika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nataka nikutazamishe, Mungu anapokuwa amekupa kesho yako, yeye ndiye anafahamu njia ya wewe kuweza kufikia, anafahamu hali ya kimaandalizi, anafahamu mifumo yote anaweza kukutengenezea ili upate kuweza kufikia ile kesho ambayo yeye anataka upate kuweza kufikia. Na ndio maana tumekisoma kile kitabu cha Zaburi ile sura 32 ambapo Biblia inasema Mungu anasema hivi, mimi nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, lakini nitakushauri jicho langu likikutazama. Usisahau pia katika kitabu tulichosoma cha Isaya ambapo Mungu anasema kwamba hivi, mimi ninawapa uwezo wasiokuwa na uwezo. Maana yake haijalishi haujakidhi vigezo kwa sasa, lakini Mungu atakutengenezea nafasi ya kukidhi vigezo kwa ajili ya kesho yako. Ndio maana kuna kuwaga na kipindi cha kimaandalizi. Hivi nakumbuka katika kitabu cha Yeremia, wakati Mungu anazungumza na Yeremia anamwambia hivi, sikia katika kitabu cha Yeremia, wakati Yeremia anaitazama kesho yake, Mungu anamwambia juu ya kesho yake. Akasemaje Yeremia? Akasema hivi katika kitabu cha Yeremia. Soma katika kitabu cha Yeremia. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia, soma katika kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza. Kitabu cha Yeremia ambapo Biblia inasema hivi, kusoma katika kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza, wakati Mungu anazungumza na Yeremia, anasema hivi katika Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4, anasema hivi, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Huyu mtu anafahamisha kwa habari ya kusudi la kuzaliwa kwake na kusudi la kuwekwa katikati ya ulimwengu. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa amemchagua tangu yuko tumboni mwa mama yake. Anasema na alikufanya kuwa nabii wa mataifa. Lakini kitu gani Yeremia anakitanguliza kukisema ambacho nataka kutazamisha, ambacho nimekufundisha kwa jambo la kwanza linalosababisha watu wengi wanashindwa kufika katikati ya hatima ambazo Mungu alikuwa anatamani wapate kuweza kufika, ni kujitazama namna jinsi walivyo na mahali unapotakiwa kuweza kufika. Unajua hali kesho ambayo tunakuwa nayo, ndio watu wengi wanasema kwamba kesho yetu huwa ni nzuri sana. Kwa sababu gani? Mungu kila siku jinsi tunavyofikia, Mungu anapotengenezea kesho yetu huwa ni nzuri sana kuliko jana yetu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yeremia ambacho tumesoma katika sura ya kwanza mstari wa 4. Yeremia akajibu hivi katika mstari wa 6, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto.
Ni sababu mbili ambazo Yeremia akanazitoa kwa habari ya utumishi ambao Mungu amemwitia nao kwa ajili ya kesho yake ambayo Mungu amekuwa amemwitia nao. Anajitazama anasema hapana, Mungu haiwezekani kwa sababu cha kwanza siwezi kusema, lakini jambo la pili mimi bado pia ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kujitazama, watu wengi huwa wanakuwa na sababu nyingi za kutoa kwa habari ya hatima zao wanazokuwa wamebebeshwa ndani yao. Kwa mfano ukitazama mfano wa wana wa Israeli wenyewe, akati Mungu anawatoa katika nchi ya Misri, anasema mimi nitawapeleka katika nchi ya Kanaani. Biblia inasema hivi, hawa watu wengine wengi walishindwa kufika katika nchi ya ahadi kwa sababu gani? Ya kutokuamini kwao. Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Walikuwa wanajitazama, ukisoma katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 13-17 kule ukaendelea kusoma mpaka 20 kule utaona. Biblia inasema hawa watu walikuwa wamejitazama, Mungu amewapeleka wale wapelelezi wapate kwenda kufika katika nchi ile ya upelelezi wakapeleleze. Walikuwa wametazama wale majitu, walipoanza kujitazama na wao, wakajiona kama kana kwamba wao kama wamefanana kama mfano wa panzi. Kwa hiyo wakapoteza yale matumaini kwa habari ya kesho na ahadi walikuwa nao. Wakati wameshafikia karibia mwisho wa ahadi walikuwa wameifikia. Kwa watu wengi huwa wanapoteza ile kesho au ile kesho yao Mungu alikuwa amewatengenezea, kwa sababu wanapokuwa wanajitazama na kujikompea jinsi walivyo sasa na kwa habari ya kesho yao ambayo Mungu amewatengenezea wapate kuweza kuifikia. Lakini na jambo la pili ambalo tunasema hivi ni kutokujua namna ya kupata msaada unapokwama mahali. Kutokujua namna ya kupata msaada unapokwama mahali. Hii pia ni sababu kubwa watu wengi huwa wanashindwa kufika mahali wanapotakiwa kufika, kwa sababu sikatai kwamba mikwamo inakutana nayo. Mikwamo, changamoto kwenye maisha lazima utakutana nayo, na kwenye maono yoyote yale lazima utakutana nayo. Kwa sababu gani? Shetani pia yuko kazini kwa ajili ya kupotosha usifike katika kesho yako. Kama shetani pia yuko kazini, maana yake atakuinulia vitu ambavyo ni vigumu na vizito. Kama atakuinulia vitu vigumu na vizito, mahali pengine utakutana na njia yako kabisa imefungwa, utafanyaje hapo? Ndio maana utapokuwa umekosa namna nzuri ya kupata msaada ya mahali unapotakiwa kuweza kufika, watu wengi wanakuta mtu mwingine anakata tamaa kabisa, anasema hamna, basi acha niachane na hichi kitu. Lakini ni kusudi ambalo Mungu alikuwa ametia na imebeba kesho yake kabisa. Lakini kwa nini anakata tamaa? Kwa sababu alikutana na magumu na mazito. Lakini ninakurudisha ile kitabu cha Zaburi ile sura ya 32 mstari wa 8. Anasema mimi nitakufundisha na kukuonyesha, jicho langu pia likikutazama. Lakini jambo lingine la muhimu anasema nitakushauri. Kwa hiyo kwa habari hii, jambo la pili linalosema kwamba hivi kutokujua namna ya kupata msaada unapokwama mahali, ninakurudisha kwa habari ambapo Mungu anasema mimi nitakushauri pia jicho langu likikutazama. Okay. Kumbe jua hivi katika kila safari unapotembea au unakaribia kwa ajili ya kuitumia kusudi uliokuwa nayo, kwamba hautembei mwenyewe. Kumbe jicho la Mungu linakaa likitembea pamoja na wewe kila hatua pamoja na wewe. Kwa ajili ya kuhakikisha unaifikia ile kesho yako. Okay. Kumbe unapopiga hatua, unapofika mahali pa mkwamo, maana Mungu anajua kabisa hapo umekwama. Lakini ni hatua gani unaichukua? Unapokuwa umekosa njia sahihi ya kutafuta msaada mahali ulipokuwa umekwama, hautaweza kuchomoka hapo. Maana shetani anakuwa amekutengenezea tansi ya wewe kubaki hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Kuna aina mbili pia za mikwamo unaweza kukutana nazo hapa. Kwenye jambo la pili ambalo ni kurudisha kwamba hivi unapoweza kukosa namna sahihi ya kupata msaada unapokuwa umekwama mahali. Unajua unapokutana na mikwamo pia, si kila mikwamo inatokana na shetani. Mikwamo mingine inakuwa ni ishara ya Mungu kutaka kukugeuza kwanza. Au Mungu anaweza kama ametazama mahali fulani unapokwenda si sahihi, au Mungu anakuwa na kusudi kwamba usienda sahihi kwa wewe kwenda mahali unapotakiwa kuweza kufika, kwa sababu unapokuwa umebeba kesho yako au umebeba maono fulani, kila maono yana wakati. Unapotaka kuyatumia maono nje ya wakati ni kitu ambacho ni tofauti kabisa, na hauwezi ukaitimiza ile kusudi ambalo Mungu anataka upate kuitimiza. Kwa hiyo kuna mambo mawili ya kuyatazama pia. Kwa mtu unapokuwa umekutana na mikwamo, mahali. Jambo la kwanza, unapokuwa umekutana na mikwamo mahali, kwamba ni shetani pia anaweza kama ametumia hiyo njia au anapambana na kesho yako ambayo Mungu amekutengenezea usipate kuweza kuifikia. Lakini jambo la pili, unapokutana na mikwamo mahali, ni kwamba hivi Mungu anakupa ishara mahali unapokuwa unakwenda si salama, au si muda wake, au kaa usubiri, au utakiwi kwenda kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haya ni mambo ya kuyatazama muhimu. Unapokuwa umekutana na mikwamo mahali kwa ajili ya kuifikia ile kesho yako, ni msaada gani unakutana nao wa haraka? Kwa msaada wa haraka ambao ninakufundisha siku ya leo, ni lazima urudi katika kitabu cha Zaburi sura 32 mstari wa 8, 32 mstari wa 8. Ambapo anasema mimi nitakushauri. Kwa hiyo lazima ukae, sauti ya Mungu inasimama kwa habari ya mkwamo uliokutana nao. Kwa hiyo ni lazima urudi mbele za Mungu. Umuulize huu ni mkwamo wa namna gani na ufanye kitu gani. Kwa habari namna hiyo utapata msaada ambao ni rahisi na ni mzuri zaidi kwa ajili ya wewe kuweza kusaidia upate kuweza kufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Ndio maana ukibika katika kitabu cha Efeso ile sura ya 5 mstari wa 15, anasemaje katika kitabu cha Efeso ile sura ya 5 mstari wa 15? Anasema hivi katika kitabu cha Efeso ile sura ya 5, katika kitabu cha Efeso sura ya 5, kitabu cha Efeso ile sura ya 5 mstari wa 15. 5:15 ambapo anasema hivi, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima,
bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Okay, anasema hivi, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Mnaenenda wapi? Mnapotafuta kuifikia kesho yenu. Si kama watu wasiokuwa na hekima, bali ni watu wenye hekima. Okay, sawa, wamejaa hekima, lakini anasema hivi, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Okay, unapokomboa unapiga hatua. Kumbuka shetani pia anapokuwa anapiga hatua pamoja na wewe, kutafuta kila hatua yako unayokanyaga apate kuweza kupotosha, usibaki mikononi mwa Mungu. Ndio maana watu wengi wanaweza kabaki na maono ambayo Mungu amewachia, lakini wanaotembea nayo kwenye maono si Mungu tena, wanabaki kutembea na shetani. Shetani maana anakukengeusha, lakini anakubakishia kitu. Na ndio maana kusema katika kitabu cha Ufunuo pia anasema watu wengine wamekuwa na jina lililo hai, lakini matendo ndani yao yamekufa. Okay, unaweza kubaki na jina kama mimi ni mwimbaji, okay, lakini ambaye unamtumikia, ambaye amekupa hayo maono, hauko naye tena katika safari unayotembea nayo. Ndio maana nasema hivi, mimi nitakufundisha na nitakuonyesha, jicho langu likikutazama na kukushauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima utazame katika nyakati hizi, pia ni nyakati za uovu, ambapo shetani pia hutafuta makusudi, hutafuta kesho za watu ambazo Mungu ameachilia ndani ya watu, apate kuweza kuzipotosha hao watu wasipate kuyatumikia makusudi aliyokuwa nayo. Ndio maana utakutana na watu wengi wamebakishiwa jina, lakini matendo ndani yao yamekufa. Ni mtumishi wa Mungu, na ndio maana sasa hizi Biblia kwa ulimwengu tuliokuwa nao sasa hivi utakutana na watumishi wengi watamtaja Bwana, lakini ndani wanaomtumikia sio wanamtumikia Bwana. Kwa nini? Zamani hizi ni za uovu, shetani amegeuza na kukengeusha mioyo yao. Mungu akubariki sana.